Unastahili Bwana, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Mungu mwenye nguvu, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili mponya mwema, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba yetu, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili msaada wetu, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili mahali hapa, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba yetu, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba yetu, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili mweza yote, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili mponya mwema, unastahili we. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Wacha tukaambie Bwana unastahili kuabudiwa mahali hapa. Twasema ni asante Jehova, twasema pokea sifa, pokea adhama zetu Baba yetu, kwa kuwa wewe unastahili kuabudiwa. Mponya mwema wastahili kuabudiwa, kiongozi mwema wastahili kuabudiwa, uweza wetu wastahili kuabudiwa Jehova, mwenye enzi na utukufu wastahili kuabudiwa Jehova, kwa kuwa utukufu wako umetanda dunia nzima Jehova, na ndiposa twasema ya kwamba wewe wastahili sifa zote, wastahili Baba yetu na Mungu wetu kuinamiwa, wastahili Jehova kuinuliwa, wastahili shukurani zetu Baba, wastahili Jehova Mungu wetu, Jehova ishie milele, sifa zote Baba yetu, kwa kuwa wewe ni jana leo na hata milele. Pokea sifa Jehova, pokea shukurani zetu Muumba wa mbingu na nchi. Asante kwa wema wako na ukuu wako, asante Baba kwa uhai uzima na afya Baba yetu. Twasema pokea sifa zote Jehova, kwa kuwa Baba umetenda makuu maishani mwetu, umetupenda upeo Jehova, imegharimu neema yako Jehova, na uweza wako na mamlaka yako ulio nao katika maisha yetu, na mipango myema na makusudi ulio nao ni kwa ajili yetu Baba, kutupa nafasi na fursa hii Jehova ishie milele, kusema ya kwamba unastahili kuhimidiwa Jehova, unastahili sifa zote Baba yetu. Baba tunasema ukainuliwe Jehova Masia, tunapozidi kukuuzisha na kukualika Jehova, ukachukua ushukani Mungu mwenye nguvu, ukachukua ushukani Jehova, ukachukue mamlaka
mamlaka Baba ishie milele, na wema wako na ukuu wako Baba ukatutende, Muumba wa mbingu na nchi. Adhuhuri ya leo Baba ishie milele, tunaacha vyote Muumba wa mbingu na nchi, tunajisalimisha kwako Muumba wa mbingu na nchi. Mikononi mwako Jehova tunatoa Masia, umetuweka vigajani mwako Masia, umetuandika. Tunakuhitaji Adonai, tumekukimbia tukapate kuwa salama kwa rehema zako na neema yako Jehova. Tuomba utakaso wako na nguzo wako mara tena Jehova, kwa kuwa Masia tumefungukiwa Muumba wa mbingu na nchi. Masia tumetenda yale ambayo ni chukizo kwako, kwa mawazo yetu Jehova, kwa nia zetu na lengo zetu. Tunazidi kunyenyekea kwako, ishie milele. Ukaturehemu Yesu mwana wa Daudi, na ukapate kuunganika pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Ukanene nasi mara tena, ukatuinue na kutuelekeza Jehova, ukatupe kibali mara tena Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba yetu kwa neno lako wakati huu Jehova. Wacha Baba ukatuinue na kutuponya. Wacha ukatutie nguvu mara tena Baba. Wacha ukatuchonge sawa sawa na mapenzi yako Baba. Wewe uketie mahali pako pasiri Baba. Peke yako Masia tunakuenzi. Peke yako Baba yetu tunakupenda. Kwa hivyo ukatamalaki na kututenda wema wako Jehova. Mtakatifu wa watakatifu. Wacha neno lako Masia ikaingie ndani yetu katika ufasaha Jehova, ishie milele kwa njia ambayo tunaifahamu na kuelewa Masia, na ikawe hekima kwetu Muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo. Wewe watosha, watawala milele. Pokea sifa zote Baba yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We say thank you because the Lord our God is so gracious, and we are here to praise him. We are here to worship him. We are here to adore him and to testify of his goodness because he loves us. So our viewers, from wherever you are, it's another afternoon that I take this opportunity to welcome you all from wherever you are listening us from. Let us be blessed together in the name of Jesus. And we are going to teach ourselves from the book of Job. Job chapter 1. And I know almost all of us, we know the story about Job and what happened to Job, what he went through, all the challenges that he faced. But all we know, the Bible gives a good testimony about Job before the eyes of his Maker. So our message this afternoon, it's a question that each one of us as a believer has to ask themselves. What have you done that your Maker can just confess, I have a son, I have a daughter on earth who belongs to me? Praise the Lord. So we are going to read from the book of Job, chapter 1, from verse 1 downwards. Verse 1 says this: There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and shunned evil. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu, mtu ambaye alikuwa mkamilifu, mtu ambaye alikuwa ni mwelekevu, mtu ambaye alimcha Mungu na mtu ambaye aliepukana na uovu. A man who feared God, a man who was blameless, a man who was upright, a man who shunned evil. That is the description of Job. Who was Job? Who was Job before the eyes of his Maker? Who was Job before his Creator? Who was Job before his God? And that's the reason I've said
Our message this afternoon, it's in form of a question. Who are you before your maker? Mungu akiwa mbinguni hanakutambua kama nani? Hanakuelewa kama nani? Anasema nini kukuhusu? Yes, you are a Christian. You confess that Jesus Christ is your personal Savior, and you have accepted Him in your heart. To confess is one way. To follow the ways of the Lord is another way. The Bible is telling us this man of God, he was a upright man. He was blameless. Somebody who feared God. Somebody who shunned evil. In everything that he does, in everywhere he stepped, in every word that cometh out of his mouth, in every action that he took. That is how Job is being described. Ask yourself, in the kingdom of the Lord, how are you described? In the office where you are working, how are you described? In the plot where you have rented your house, how are you described? In your own house, your own home, where you have just built your own home, your neighbors, how does they describe you? Even in your own family, how does your brothers and your sisters describe you? In the house of the Lord, the believers, how does they describe you? It's a question for you and me this afternoon. We are supposed to ask ourselves, and for us to have a description, for us that the people may understand who we are, our actions as to marry our speeches, our steps as to marry our minds before everyone, everywhere we step, in the name of Jesus. Ajubu alikuwa mtu ambaye ni mkamilifu, mtu ambaye ni mwelekevu, mtu ambaye alimcha Mungu, mtu ambaye haliongopa hofu. Ni mara ngapi? Ni mara ngapi you have found yourself? People cannot understand you. People cannot explain who you are. Because of your characters, because of your speeches, because of your behavior. The Bible continues saying this in verse 2. It is still continuing explaining or making us to understand who was this man. Yes, he himself was a upright man, was a blameless man. Somebody who feared God. Somebody who shunned down evil. And now the Bible is continuing telling us more about Job. And the Bible is telling us in verse 2. And verse 2 says this. And the 7 sons and the 3 daughters were born to him. Verse 3. Also his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the east. Praise the Lord. Biblia inaendelea kuelezea Ajubu alikuwa nani na alikuwa na nini, alikuwa amemiliki nini, alikuwa amebarikiwa kiwango gani, ama alikuwa hako na utajiri wa namna gani.
katika nchi ya Uzi. Biblia inasema ya kwamba na kukazaliwa vijana ama wanaume 7 na watoto wa kike 3. Hakazaliwa, kukazaliwa, ishara ya kwamba Hajubu had a wife, na wakiwa na bibi yake wakabarikiwa na watoto wa kiume 7 na watoto wa kike 3. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba na akawa na jozi la kondoo, akawa na ng'ombe dume, akawa na punda, akawa na mali nyingi, na katika ile mji ama kile kijiji akawa ndiye anatambulika kuwa ndiye tajiri kabisa, ndiye mtu ambaye hako na mali ambayo zaidi kuliko wale wengine ambao walikuwa karibu na yeye. Na Biblia inaendelea kusema nini katika mstari wa 4? Biblia inaendelea kusema hivi, and these sons would go and feast to their houses, each on his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. These sons, hama watoto wake wa kiume, kulikuwa na ile mpangilio ya kijamii kama jinsi ambavyo pengine kwenu mnakuanga na ile mnasema come together, ama mnasema ya kwamba tunakuanga na sherehe ya cousins, tunakuanga na sherehe ya maandi, tunakuanga na sherehe ya wajomba, tunakuanga na sherehe ya family members. Biblia inasema ya kwamba watoto wa Ajubu wakiwa ni watoto 10, vijana 7 na wasichana 3, walikuwa kila wakati kunakuwa na siku fulani, mwezi fulani, tutakuwa katika nyumba ya Juma na mahali pale tutakuwa na sherehe. Na kila wakati walipokuwa wanapanga sherehe hizi, walikuwa wanaalika dada zao, wanaunganika pamoja nao kwa ajili ya kula na kunywa mahali pale. Kama jinsi ambavyo tunaelewa wakati ambapo inakuwa ni party after party, inakuanga ni kujienjoy, ni kushereheka mahali pale, kila mtu jinsi ambavyo unapenda, ni kukunywa, ni kukula, ni kujienjoy mahali pale, watu wanacheka, watu wanashare, watu wanaongeleshana, mnasema mimi nimekuwa hivi, mambo yangu imekuwa namna hii, na nimebarikiwa kiwango hii, nimeinuliwa kiwango hii, nimetendewa namna hii. Ni mahali pale inakuanga ni sharing of views, na kila mtu kutoa ushuhuda wake. Mungu amenipeleka kibali hiki, Mungu amenifungulia milango kiwango hii, kwa hivyo wacha tukule pamoja, wacha tusherekee pamoja, wacha tukue pamoja kwa ajili ya wema wa Bwana. Kwa hivyo watoto wa Ajubu walikuwa wanakutana kila wakati kwa nyumba ya kijana mmoja, na inakuwa ni party, inakuwa ni kusherekea. Wanasema wacha tukutane, tukachinje ng'ombe, tukawe na sherehe, tukule nyama, tukunywe na kukula katika jina la Yesu Kristo. Kama vile hata wengine wetu unapata tuko na sherehe ambazo Mungu hausiki. Mungu si yeye ambaye tunamsherekea mahali pale. Wengine hata unapata wako na sherehe kwa makumbusho mtu aliyekufa. Wengine unapata wanafanya sherehe, wanasema tunakutana ni kwa sababu fulani tunataka tumuondoe katika jamii yetu. Wengine hata wanafanya sherehe, na hiyo yote ni sherehe. Watu wanakutana, watu wanakusanyika, na yote mahali pale watu lazima wanaambatana kwa kukula na kukunywa. Kwa hivyo watoto wa Ajubu walikuwa kila wakati, they were just having a feast in the house of one son. Every time, kama wamesema huu mwezi ni wako, ni kwako tu, ni kupanga sherehe, kujua tunahitaji chapati, tunahitaji stew, tunahitaji nyama choma, tunahitaji soda, tunahitaji pengine hata pombe. Ni sherehe. Hakuna anayejua. Katika sherehe kuna kuanga na mambo mingi sana. Katika sherehe kuna kuanga na mipangilio mingi sana. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wana wa Ajubu walikuwa kila wakati regularly, they were doing it regularly. Hili baada ya hili, hili baada ya hili, lakini kutoka kwa hili nyumba wanaenda kwa ile nyingine, kutoka kwa hili nyumba wanaenda kwa ile lingine. Even sometimes kwa makanisa unapata saa zingine tuko na party, ama tunasema we are celebrating the anniversary of the church. We are celebrating the victory of the Lord in the house of the Lord. All these are parties.
Kwa hivyo watoto wa Ayubu walikuwa na huo mpangilio. Lakini Biblia inaendelea kusema nini? Katika mstari wa 5. Biblia inaendelea kusema hivi. So it was when the days of feasting had run their course, that Job would descend and sanctify them, and he would rise early in the morning, and and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. This Job did regularly. Praise the Lord. Praise the Lord. Hapo ndio ninataka tukashike zaidi. Hapo ndio ninataka tukaombe Mungu akatupe ufunuo zaidi. Hii ni kitu ambayo ilikuwa inaendelea. Hii ni kitu ambayo ilikuwa si ya siku moja. Hii ni kitu ambayo ilikuwa si ya mwezi moja. Hii ni kitu ambayo ilikuwa si ya mwaka moja. Lakini walikuwa wanafanya hivyo kila wakati. Sababu hao mabidi zao ama hao dada zao walikuwa tayari wameolewa, wako kwao, na hao vijana nao kila mtu ako kwake, ishara ya kwamba wako na families. Lakini walikuwa wanaifanya regularly. Lakini baba yake hapa Biblia inasema nini? Kila wakati ambapo hao watoto wanakuwa na hizo sherehe, wakati ambapo wameunganika, hatujui walikuwa wanakaa kwa muda gani, hatujui walikuwa wanasherehekea kwa siku ngapi, lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo ile sherehe inaisha, baba yao alikuwa anaenda na kuunganika pamoja nao, anaingia katika ile boma ambao walikuwa wamesema hapa ndio kuna party, na anakesha mahali pale. Alikuwa anaenda mahali pale kufanya nini? Biblia inasema ya kwamba alikuwa anachukua hatua ya kufika mahali pale na kuunganika pamoja na watoto wake, ishara ya kwamba Job alikuwa anasimama kama kuhani kwa ajili ya watoto wake. Hakuwa anatembea mahali pale kuangalia wamekula nini ama wamekunywa nini, lakini wakati ambapo alikuwa anaunganika nao, ambao ni siku ya mwisho ya ile sherehe, alikuwa anajiwakilisha mahali pale kama kuhani. Ni kwa ajili ya kwenda kuwatakasa, ni kwa ajili ya kwenda kuambia Mungu, nimekuja mbele zako kama kuhani kwa ajili ya watoto wangu, Mungu wangu na baba yangu. Nimesimama pengoni kama baba yao na kama kuhani, sababu wewe mahali ambapo huko, wewe ndiye baba katika nyumba yako. Unastahili kuelewa ya kwamba wewe ni kuhani katika ile nyumba, wewe ni kuhani katika mahali ambapo wewe ni kiongozi. Kwa hivyo Mungu anahitaji ukasimame katika pengo na kufanya kile kitu ambacho kinastahili. Ayubu alikuwa anatembea katika ile nyumba na kuangalia, akiwa ndani ya moyo wake dhamira yake inamuongelesha. Huenda ikawa watoto wangu wametenda dhambi kwa macho yao, wametenda dhambi katika kusemeshana kwao, wametenda dhambi ndani ya mioyo yao, na wakamtukana Mungu wangu ama wakamlaani Mungu wangu pasipo ufahamu. Praise the Lord. Mara nyingi imekuwa kama watu wa Mungu kuangalia ile dhambi ambao tunataka kuona na macho. Hiki ni kitu ambacho kimetendeka. Huyu ametoka kwa launchini, kwa hivyo huyu amefanya dhambi, huyu ni muuaji, kwa hivyo huyu ametenda dhambi, huyu ni mwizi, kwa hivyo huyu ametenda dhambi. Tunasahau ya kwamba hata katika macho yetu tunatenda dhambi, hata kwa kufikiria kwetu tunatenda dhambi, hata kwa kutembea kwetu tunatenda dhambi, hata kwa kunena kwetu tunatenda dhambi. Mara nyingi angalia wakati ambapo tuko katika sherehe, kila mtu anaongea vile anataka, kila mtu analeta maono yake vile anataka. Na Biblia inasema nini? Katika maneno mengi huwa tunatenda dhambi. Kwa hivyo mara nyingi unapata umeongea, unafikiria umeongea jinsi ambavyo inastahili, unafikiria ya kwamba umefikiria vile ambavyo inastahili, unafikichukua hatua mahali pale kusema hivi na hivi, unafikiria ya kwamba umechukua hatua ile ambayo inampendeza Mungu. Lakini Mungu akiwa juu mbinguni anapotazama, anaona ya kwamba umetenda dhambi ndani ya kinywa chako, ndani ya moyo wako, kwa macho yako na hata kwa akili yako. Ayubu alitambua haya na akaona hatachukua kwa kawaida, hata sema sababu nimebarikiwa
mbarikiwa sababu niko na kila kitu. Hakika Mungu ananipenda. Kwa hivyo watoto wangu, endeleeni kula na kunywa, nyinyi ni watoto wa mbarikiwa. Ayubu alitambua ya kwamba kuko na kila sababu ya kuendelea kumenyekea mbele za Bwana. Kuko na kila sababu ya kukaa mbele za Bwana kila wakati akiwa mtu wa kutubu, kwa kuwa Biblia inasema nini? Mungu anakaa mbinguni na moyo ambao unatubu kila wakati. Lakini mara nyingi unapata we just justify ourselves, tunaona tukiwa watakatifu, lakini wengine Mungu ukifika juu mbinguni utapata utambuliki, hata ujulikani. You are just justifying yourself kwa macho yako mwenyewe, kwa mawazo yako mwenyewe, na Mungu anapotazama anapata unatenda dhambi. Praise the Lord. Ayubu alitambua haya, akajua ya kwamba hao watoto sijui katika hii sherehe ni kitu gani wamekuwa wakitenda, wamekuwa wakisemeshana nini, wamekuwa wakifikiria nini, wanakuwa wakipanga nini, wamekuwa wakikula nini, wamekuwa wakikunywa nini. Lakini yeye anakuja kwao na anaambia Mungu, nimekuja Baba yangu na Mungu wangu kwa ajili hao watoto wakapate kutakasika, kwa ajili hao watoto wakapate kusamehewa. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anangojea siku ile ambayo ndio wamemaliza sherehe, ndiposa wakati asubuhi inafika, kila mmoja anapoamka kuelekea kwake, tayari yako mahali pale kwa ajili ya kuwatamkia baraka, kwa ajili ya kulitia jina la Bwana, akapate kuanguza mara tena, akapate kuwarejelea, na kila mmoja akarejelea kwake akiwa chini ya ulinzi wa Bwana, akiwa chini ya neema ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ayubu alikuwa anachukua nafasi. Usahau ya kwamba Biblia imesema ya kwamba alikuwa mtu mkamilifu, alikuwa mtu ambaye anamuogopa Mungu, alikuwa mtu ambaye hakika anampia uofu, hakubali mahali ambapo kuna tamko uofu, hakubali mahali ambapo hakuna kumuogopa Mungu. Ndiposa alikuwa anachukua hii hatua, anasimama pengoni kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya kazi ya watoto wake, kwa ajili ya jamii ya watoto wake, kwa ajili ya maisha ya watoto wake. Ni swali kwako, ni swali kwangu, ni mara ngapi wewe mahali ulipo umewahi chukua hatua siku moja ukasema, Mungu nimekuja mbele zako na hii dhabihu ni kwa ajili ya watoto wangu? Ni mara ngapi umesimama pongoni ukaambia Mungu, nimekuja kwako na hii dhabihu Baba yangu ni kwa ajili ya wafanyikazi wenzangu, nimekuja mbele zako Baba yangu na hii dhabihu ninaomba utakaso katika jamii yetu, ninaomba utakaso katika ndoa yangu, ninaomba utakaso katika huduma ambao ninafanya, ninaomba utakaso hata ni kwa ajili ya biashara yangu. Ni mara ngapi umechukua hatua kama hiyo ukaenda mbele za Bwana ukasema, sasa nimesimama kama kuhani ni kwa ajili ya kazi ya mikono yangu, nimesimama kama kuhani ni kwa ajili ya watoto wangu, nimesimama kama kuhani ni kwa ajili ya biashara yangu, ni kwa ajili ya ofisi mahali nafanya kazi? Ni mara ngapi ulichukua hatua? Ama mara mingi tunasema ya kwamba wachungaji ndio makuhani, ndio waliitwa, wacha waende watoe sadaka kwa ajili yetu. Hiyo ni swali kwako na swali kwangu. Kuko na kila sababu ya kusimama kwa pengo, kuko na kila sababu ya kusimama kwa pengo. Kila wakati unaomba utakaso wa Mungu mahali ambapo huko wewe kama kiongozi, mahali ambapo huko unaambia Mungu unahitaji utakaso. Biblia inaendelea ikisema nini? Ya kwamba alikuwa wakati ambapo usiku anakesha mahali pale na watoto wake. Hiyo usiku amefanya kazi ya kuomba utakaso kwa ajili ya watoto wake. Amezidi kuambia Mungu awatakase. Baba yangu, naomba ukawatakase, naomba ukawasamehe chote ambacho wanaweza kuwa wametenda, chote ambacho wamefikiria, chote ambacho wamenena, chote ambacho wametazama, chote ambacho wamesongelea kinyume na mapenzi yako. Baba yangu, ninaomba ukawasamehe, ninaomba ukawatakase, naomba usiwahesabie makosa, naomba ukawafungue, naomba ukawalinde. Ayubu alikuwa anakesha nao mahali pale siku ambayo ni ya mwisho wa sherehe, ndiposa asubuhi mapema kabla kila mmoja hajaondoka mahali pale, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatoa hata sadaka ambayo imeteketezwa mbele za Bwana. Ni kwa ajili ya kuliinua jina la Bwana, ni kwa ajili ya
kumshukuru Bwana, ni kwa ajili ya kumwabudu Bwana, ni kwa ajili ya kumuhimidi Bwana. Ni kwa nini? Ni kwa neema tu. Naomba ukatafakari, ni mara ngapi umekuwa kwa pati, na ni vituko gani ambazo huwa mara nyingi kwa pati? Sababu kwa pati utapata hata kuna wengine wamekuja na nia potofu. Kwa pati utapata kuna wengine wamekuja tu kwa nia ya kuleta kutokuelewana mahali pale. Kwa pati kuna wengine wamekuja kwa kusudi na kuona ni nani ambaye ako mahali pale na amekuja kwa kusudi gani. Kwa pati kuna mwingine hata atakuja hako na lengo ya kutafuta fulani nitampata mahali pale nipate kumwangamiza. Kwa pati kuna mwingine atakuja anataka kujua na fulani ni nini anayesafanya, sababu yeye ndiye ameitwa guest of honor. Tafakari hayo. Na mambo kama hayo ndio Ayubu alikuwa anakaa na anawasa akiwasua, kama mtu ambaye ni mkamilifu mbele za Bwana, kama ni mtu ambaye alikataa kuambatana na uovu, kama mtu ambaye alikuwa blameless before the eyes of the Lord. Kwa hivyo wakati ambapo anafikiria mambo kama haya, anaona ni ukweli, haikosi kuwa watoto wangu wametenda dhambi mbele za Bwana, haikosi kuwa watoto wangu kuna kitu ambao wamesemeshana kinyume na mapenzi ya Mungu. Watoto wangu haikosi kuwa kuna hatua ambao wamechukua ambao hayampendeza Mungu. Praise the Lord. Na hiyo ndio unaona mara nyingi unapata pasta anasimama na kusema nimetoa sadaka ni kwa ajili ya watoto wangu wa kiroho. Huwezi jua ni kwa nini. Pengine amekuwa kwa maombi na ameona watoto hawa wametenda dhambi, na yeye kama kuhani, sababu wale watoto hawaelewi, wale watoto hawatambui, wanafikiria ni kawaida, wanafikiria wako sawa, wanafikiria ya kwamba ni haki yao. Yeye anaona sababu yeye ni mkamilifu mbele za Bwana, yeye anakataa uovu, yeye amekubali kutumika kama chombo, na katika hiyo hali inambidi kuchukua hatua ambayo inastahili kwa ajili ya kwamba Mungu akapate kututakasa, kwa ajili ya kwamba Mungu akapate kutusamea, ndiposa tukapate kuinuliwa, ndiposa tukapate kufunguliwa, ndiposa tukapate kutiwa nguvu mara tena, ndiposa tukapate kuinuliwa, ndiposa tukapate uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Najua mara nyingi watu nasoma habari za Ayubu, vile ambavyo shetani aliomba ruhusa kumutesa na kumfanyia mambo mengi ambayo ilikuwa dhihaka, ilikuwa ni uchungu, lakini ile kitu inanifurahisha ni kwamba he was blameless before the Lord. Somebody who shunned evil, upright man, somebody who feared God. This afternoon, wherever you are, mahali ambapo uko, even our viewers from wherever you are, mahali uko kwa kazi yako, pengine wewe ndio mkubwa mahali pale, uko na kila sababu ya kusimama kama kuhani, hata wakati ambapo unaona wanafanyikazi wanaenda kinyume na mapenzi ile ambao umetarajia. Si wakati wa kuwatukana, si wakati wa kuondoa kwa kazi, si wakati wa kukasirika, lakini wakati mwingine inahitaji kuchukua hatua na kuwaleta karibu na wewe, na kuwaombea Mungu akawape hekima, ukawaombea Mungu akawape upendo, ukawaombea Mungu akawape kutulia, ukawaombea Mungu akawape kunyenyekea, na hakika utaona utofauti mahali pale ambapo unafanya kazi, mahali pale ambapo umepata kipeo, mahali pale ambapo umepata cheo, wakati ambapo unatambua haya ya kwamba mwanadamu huwa anatenda dhambi kwa mawazo, mwanadamu anatenda dhambi kwa moyo wake, mwanadamu anatenda dhambi hata kwa kutazama kwa macho, mwanadamu anatenda dhambi hata kwa kutembea. Hautakaa kando na kuanza kulalamika ama kuanza kuwalaani ama kuanza kuwablame. Utachukua hatua kama jinsi ambapo Ayubu alichukua hatua. Ayubu hakukaa na kusema ya kwamba hao watoto wangu wamenisoea, sababu wako na kila kitu, wanafanya vile wanataka, kwa hivyo hata wakifanya vile wanataka hakuna sababu yoyote ya kumwomba Mungu, sababu nimebarikiwa. Kwa hivyo wakimaliza hiyo ng'ombe, hata ikiwa hakuna ng'ombe kwa nyumba zao, watakuja kwangu na kuchukua. Hayo yote Ayubu hakuona, lakini alitazama na kuona kuko
kila sababu ya kuambia Mungu, naomba utakaso wako juu ya watoto wangu, naomba msamaha wako juu ya watoto wangu, sababu ninajua ya kwamba wametenda dhambi pasipo kuelewa, pasipo kufahamu, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo mahali ulipo, kuanzia adhuhuri ya leo, nataka ukajita meeting the whole of yourself, na ukajiulize ni mara ngapi umechukua kuwa kawaida, ni mara ngapi unaona hakika mimi si mwenye dhambi, sijatenda dhambi lolote. Sababu watu tunasema ya kwamba kuna dhambi tunahesabu hii ndio dhambi, lakini these petty things ambazo hatutambui kama dhambi, kwa Mungu hakuna dhambi ndogo na kubwa. A sin is a sin. Haleluya. Dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Hata ile unajipindua pale jikoni na unaenda kulamba sukari ya mama yako, alafu akiuliza nani amelamba sukari, unasema si wewe. That is a sin. But most of the times we justify ourselves saying those petty things, they are not sins. Dhambi ni dhambi. Unatuma na bosi yako, unaona change ni 5 bob, unasema keep change. That is still a sin. Sababu hujakupatia hiyo 5 bob. Hiyo pia ni dhambi. Hutu vitu tudogo. Ndugu yangu, dada yangu, ndio tutasuia tusione ufalme wa Mungu. Sababu hakuna dhambi ndogo, hakuna dhambi kubwa. Hajubu alitambua hayo na akasimama kwa pengo. Kwa hivyo mchana wa leo, kila mmoja wetu naomba ukatafakari hayo na tukachukua hatua kila wakati. Kama hujawahi simama katika pengo na ukasema sasa ni wakati wa kutoa dhambi mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba utakaso, hata kwa ajili ya rafiki yako yule ambao unampenda, you can stand in the gap na utoe sadaka kwa ajili yake, na Mungu anachukua nafasi ya kumtakasa. Hata kwa ajili ya wazazi wako wanaweza kuwa hata hawajatambua Mungu, lakini wewe ambaye Mungu amekuneemesha, amekupa kibali ya kutambua ya kwamba kuna kila sababu ya kuongoa dhambi, kuna kila sababu ya kuwa mkamilifu mbele za Bwana, kuna kila sababu ya kuwa mtu ambaye hapendi uovu, unachukua hatua na kuambia Mungu, nimesimama penkoni kwa ajili ya wazazi wangu, baba yangu, ninaomba utakaso wako, ninaomba ukawanguze mara tena, na hata unasonga hatua ya kutoa hata dhabihu kwa ajili ya wale wazazi, na Mungu akiwa juu mbinguni anasikia na kutenda jambo jipya. Praise the Lord. Unaweza kuwa hata kwa kanisa mahali ambapo unashiriki, unaangalia unaona kuna kitu ambao haiendi vile ambavyo Roho wa Bwana anakusemesha, bali si mawazo yako. Uko na kila sababu ya kuchukua hatua na kuambia Bwana, tunahitaji utakaso wako. Uko na kila sababu ya kusimama katika pengo, unaambia Bwana, tunahitaji utakaso wako, tunahitaji nguzo wako, na unasonga hata hatua ingine ya kutoa hata sadaka, ni kwa ajili ya maombi yako, na Bwana akiwa juu mbinguni atatenda jambo. Praise the Lord. Kwa hivyo mchana wa leo, wacha kila mmoja wetu tukaimizike ya kwamba tuko na kila sababu ya kuchukua hatua. Tuache kuchukua mambo kuwa kawaida. Tuache kuchukua mambo kuwa kawaida kila wakati, every time, even because of your husband, even because of your wife, even because of your children, even because of your nation, even because of your church. You can take that action before the Lord. Moyo wako ukiwa umesawishika kwa jina la Yesu Kristo. Don't just do it for the sake of doing it. Chukua hatua ukiwa umesawishika kutoka ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu amekuelekeza kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord our God grant us this mercy, that we may understand every sin is a sin. You know, it's very shameful ya kwamba kila Sunday niko kwa kanisa,
ama kila siku niko kwa kanisa, lakini Mungu akiwa juu mbinguni, hakuna mahali ninatambulika. Hakuna mahali anasema ya kwamba niko na mtoto wangu ambaye anaitwa Anita ako mahali. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana. So let's search our hearts. Let's search our hearts. Leo hii nikiondoka, naacha legacy gani nyuma yangu? As a Christian, ni watu wangapi wanaweza simama and testify about you that you are somebody by the grace of the Lord, whom the Lord our God loved him or her? Ni swali kwako, ni swali kwangu. Tusiwe tu waendaji wa kanisa, tusiwe tu na title ya jina a Christian. Wacha tuwe kuna mahali juu mbinguni, vitabu zitakapoitishwa, the canonical books sianze kufunguliwa, upatikane pale kuna a statement about you in the kingdom of God. Praise the Lord. May the Lord our God bless each one of us, our viewers, and even those who are in the house. Tuombe Mungu atupe neema to be blameless, to be upright, and shun evil and fear God from our hearts, not from our lips. In the name of Jesus. Mungu atubariki sisi wote kutoka mahali ambapo hupo, within Nairobi, Kenya, out of Kenya, from wherever you are listening us from. May the Lord our God bless you, protect you, heal you, and meet the desires of your heart. Let us be doers of the word, but not hearers of the word, by the grace of the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father, we worship you. Lord, we adore you. We glorify you, King Jesus, for you are great. Abba Father, Abba Father, Abba Father, King of kings, the desire of our hearts, my Lord, is that King Jesus, Adonai, we may shun evil. We may be blameless before you, my Father. King Jesus, that we may be upright with you, Jehovah Master, in everything that we does. Ketie mahali pako pasiri. Tupe neema, tupe neema, tupe neema. Na ukatutende wema wako na mapenzi yako Jehova. Usitutie visawashini Jehova ishie milele, bali ukatuokoe na yule mwovu Masia, kwa upendo wako na huruma zako. Kutana na kila hitaji ya moyo wa kila mmoja, kwa wema wako na ukuu wako Jehova. Watosha, watawala milele. Kazidi kutuinua na kutubariki Jehova. Bariki jamii nzima SFC Jehova. Bariki Jehova Masia, Reverend Dura Waruinge, King of Kings. Bariki Masia hata watoto wadogo, kila mmoja mahali alipo, watumishi wako katika nchi nzima ya Kenya. Mungu wangu, ukawarehemu, ukawainue na kuwatia nguvu na ujasiri utokao kwako Jehova ishie milele, kwa ajili ya kuzidi kuliinua jina lako. Ponya wagonjwa Jehova, wote wanaosafiri Jehova, chukua ushukani Masia, kaondoshe mbali kila mitego yote ya barabara katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ukazidi kuwa pamoja nasi hata uketia mahali pako pasiri tutakapo tumeunganika tena jioni chini ya ulinzi wako na uwepo wako Jehova. Sifa na shukrani zikakurejelee wewe. Wa rehema na neema ni wewe Masia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 We can give our offerings in the name of Jesus. We have our till number, which is running down the screen there. You can just send whatever you have in that number. The Lord our God will bless you. Shalom, shalom, shalom.